Kulikuwa na mtu aliyeitwa Yona, nabii aliyechaguliwa na Mungu. Siku moja, Mungu alimpa agizo wazi: nenda katika mji mkubwa wa Ninawi, ukawaonye, kwa maana uovu wao umefika mbele zangu. Lakini Yona hakutaka kwenda. Ninawi ulikuwa mji uliojulikana kwa ukatili na uovu, na moyoni mwake Yona hakutaka watu hao wapate rehema. Hivyo, badala ya kutii, akaamua kukimbia. Alishuka mpaka bandarini, akapata meli iliyokuwa inaelekea upande tofauti kabisa, ambapo ni Tarshishi. Akapanda ndani yake, akiwa na tumaini kwamba anaweza kumkimbia Mungu. Lakini hakuna mtu anayeweza kumkimbia Mungu. Meli ilipoanza safari, ghafla Mungu akatuma dhoruba kali juu ya bahari. Upepo ukavuma kwa nguvu kubwa. Mawimbi yakaanza kugonga meli kwa hasira, mpaka meli ikaanza kutishia kuvunjika. Wabaharia wakaingiwa na hofu. Kila mmoja akaanza kumlilia Mungu wake. Wakatupa mizigo baharini ili kupunguza uzito wa meli. Lakini Yona alikuwa amelala usingizi mzito. Nahodha akamfuata na kumwambia, unawezaje kulala katika hali hii? Amka, mwite Mungu wako, huenda akatusaidia. Wabaharia wakaamua kupiga kura ili kujua nani aliyesababisha janga hili, na kura ikaangukia Yona. Wakamuuliza, wewe ni nani? Unatoka wapi? Yona akajibu kwa utulivu, mimi ni Mwebrania, ninamcha Bwana, Mungu wa mbingu, aliyeumba bahari na nchi. Hofu ikawa kubwa zaidi. Akaongeza kusema, ninakimbia kutoka kwa Mungu. Dhoruba ikaongezeka zaidi. Ndipo Yona akasema, nitupeni baharini na bahari itatulia. Mwanzoni walikataa. Walijaribu kupiga makasia kurudi nchi kavu, lakini hawakuweza. Wakatupa mpiga mizigo iliyokuwa kwenye meli ili kupunguza uzito, lakini haikusaidia. Baada ya juhudi nyingi zilizofeli, wakamwomba Mungu. Kisha wakamtupa Yona baharini, na mara moja upepo ukatulia, mawimbi yakanyamaza, bahari ikawa shwari. Lakini Yona hakufa. Mungu alikuwa ameandaa samaki mkubwa, akammeza. Ndani ya tumbo la samaki kulikuwa na giza, ukimya na upweke. Kwa siku 3 na usiku 3, Yona alikuwa peke yake. Hapo ndipo akaanza kuomba. Katika dhiki yangu nilimlilia Bwana, naye akanijibu. Yona akatambua jambo moja muhimu: hawezi kumkimbia Mungu. Akajinyenyekeza, akatubu na akaahidi kutii. Ndipo Mungu akamwamuru samaki, naye akamtapika Yona. Mara nyingine tena Mungu akasema, nenda Ninawi, ukahubiri ujumbe nitakaokuambia. Safari hii Yona alitii. Aliingia katika mji mkubwa wa Ninawi na kuanza kutangaza kwa sauti kubwa, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Na jambo la ajabu likatokea. Watu wakaamini. Kuanzia wakubwa hadi wadogo wakatubu, wakafunga, wakavaa magunia, wakaacha njia zao mbaya. Hata mfalme mwenyewe alishuka kutoka kwenye kiti chake cha enzi, akavua mavazi yake ya kifalme, akakaa kwenye majivu. Akatangaza, kila mtu aache njia zake mbaya, huenda Mungu akatuhurumia. Na Mungu alipoona walivyobadilika, akaonyesha rehema. Hakuangamiza mji. Lakini Yona hakufurahi. Alikasirika. Akasema, nilijua wewe ni Mungu mwenye rehema, si mwepesi wa hasira, umejaa upendo mwingi. Yona akatoka nje ya mji, akakaa akisubiri. Mungu akakuza mmea juu yake ili umpe kivuli, na Yona akafurahi sana. Lakini siku iliyofuata Mungu akatuma funza. Mmea ukanyauka. Kisha upepo mkali wa jua ukavuma. Jua likampiga Yona kichwani. Akachoka, akakata tamaa na kusema, afadhali nife kuliko kuishi. Ndipo Mungu akasema, wewe unaujali mmea huu ambao hukuotesha wala kuukuza. Lakini Ninawi ina watu zaidi ya 120,000 wasiojua mema wala mabaya, na hata wanyama wengi pia. Je, nisiujali mji huo mkubwa?
Mungu anajali kuokoa, si kuangamiza, kwa sababu si mpango wake kuharibu alichokiumba. Mungu anatupenda sisi sote, kwa maana yeye ndiye muumba wetu. Kumbuka, Mungu anachukia dhambi, sio mtu atendaye dhambi. Tumia nafasi ulionayo sasa kugeuka kutoka kwenye dhambi zako kama watu wa Ninawi walivyofanya, na Mungu ni mwaminifu kusamehe.